akubariki. Sina pesa lakini Mosiria nitarudi kwa hiyo ofisi nikiwa na kitu kwa mfuko. Mimi ni Mjaluo, sipendangi kujiangusha. Nitarudi kwa hiyo ofisi na ijua. Sitauliza mtu ofisi ya Mosiria iko wapi. May God bless you. Bora umesaidika. Nimesaidika. Hata sitawahi enda kwa polisi. Wewe hata hukututisha pesa. Pesa nini? Mungu akubariki kwa hiyo roho tu. Unajua ningeenda kwa ofisi wa kawaida wa serikali kama wewe, hata wewe uko kwa serikali. Hata ubi kuniandikiwa ningechajiwa pesa. Hata kwa chief huko Maliniko Dandora. Nikienda hata kusema jirani alinitusi, lazima nilipie hiyo karatasi na nini? Inaandikiwa hiyo report, lazima nilipe 50. Lakini wewe kwa hiyo ofisi yako, hata shilingi wa Kenya hakuna yenye tulitoa kwa hiyo ofisi. Huyo dada walikuja kwa ofisi yangu, wakuja kutafuta usaidizi, walikuwa wamelipia pikipiki wakiwa wengi. Sisi tuko hapa tukilia haki yetu. Tulitoa pesa mwezi wa pili, tukaambiwa na hao agents wa Huduma Credit. Hiyo kampuni ya Jamal. Jamal mali yako anatusikiza. Tunalia sana sisi. Jamal yule mmoja. Turejeshe pesa yetu. Jamal yule Rosafi. Huyo sio Rosafi, huyo ni mwizi. Mtu anakuona mali yako hutakula ya yatima. Walipoleta malalamishi yao, mimi kama katibu mkuu wa shirikisho na huduma niliwasikiza na nikaweza ku-air their grievances out there. Na wahusika ambao walikuwa wamepokea pesa zao waliweza kuwashughulikia. Kuna wale wamepokea pikipiki na kuna wale wamerudishiwa pesa. Na pia ombi la huyo dada ilikuwa kwamba pikipiki isome kwa majina zake. Na ameenda kwa ofisi na ameelezewa na amekuwa guided na amekuwa directed. So ombi langu kwa wale ambao mnapeana loans za pikipiki, tafadhali kama umeambia customer lipa hii pesa upewe pikipiki, wacha apewe pikipiki akishalipa hiyo pesa. Hata kama ni 1500 wacha apokee. Na kama umemwambia utakuwa unalipa kwa siku shilingi 200, isiwe wakati amepokea hiyo pikipiki mnabadilisha ati ni shilingi 500. So agreement yao kulingana na malalamishi walipofikisha kwangu, na mimi nikawapatia platform wajieleza. Leo hii kati ya wale wote walikuwa hapa, yeye amerudi kusema asante. Thank you. Hata kwenye Biblia Yesu kuna wale aliwafanyia miujiza, miracles, wakatembea, wengine wakapona, lakini aliyerudi kusema asante ilikuwa ni mmoja ama wawili? Ni mimi peke yangu. Ni huyu mmoja. Na Mungu abariki Mosiria siku zote kwa kazi yake. Sasa enda sasa uchape mboka. Sasa uko fiti. Nimeshukuru Mosiria. Mungu akubariki. Sina furaha yenye niko nayo leo kwa hiyo ofisi ya Mosiria. Sijai kuwa nayo. Mara ya kwanza kuingia kwa hiyo ofisi nilikuwa na hasira. Na nilikuwa sina usingizi na nilikuwa yani sijui nieleze aje. Nini nilikuleta? Nilikuwa na shida kwa watu wa Huduma Credit wa bodaboda. Ile ya Jamal. Ile ya Jamal. Lakini kama Mosiria ni kwanza wacha niseme hii kwa jumla Wakenya wenzetu, Mosiria ni tutam. Siku zombo. Simjui, sijaimjua na nilimjua kwa hiyo ofisi yake, lakini tumefuata usaidizi. Wale wenzetu tulikuja nao kwa hiyo ofisi, nimefurahi sana juu sasa wako Mlolongo Graphite wanachukua pikipiki M2. Na wanalipa 270 daily kwa jina ya Mosiria. Ambapo Jamal mwenyewe alishatukazia tunalipa 500 daily. Mosiria siku zombo na ni tutam kwa Mosiria, ni tutam wa Kenya. So mlisaidika? Hiyo siku tulitoka kwa hiyo ofisi. By saa 2, saa 1 na nusu, saa 3 nilisikia simu kwa wenzangu, kila mtu alipata pesa yake. Na wale wenye hawakupata pesa hiyo siku. Leo hii naongea kwa hiyo ofisi ya Mosiria. Wako Graphite Mlolongo. Wanachukua pikipiki zao M2. Na niko na evidence iko hapa kwa simu yangu. Ninaonyesha. Na mimi nimetoka kwa ofisi nikaona ati Jamal na macho yangu mawili. Huyo Jamal mwenye nilikuwa nasema ni mwizi. Hata kama hajaniongelesha lakini hao majenti wake huyo Sylvia ameniongelesha nikafurahi kwa roho. Anakuambia aje? Ameniambia nitulie. Pikipiki kimaliza loan. Ni make sure nimeenda hapo na ibadilishwe kwa majina zangu. Wao wenyewe ndio wanafanya transfer. Mimi pikipiki nilikuwa nayo already but haikuwa inasoma majina yangu. Ndio bana, kwa hiyo nini ukiangalia vizuri nasema na wenye alipea pikipiki isome majina zao. Asiseme details zinakataa. Wakati walikuwa wanakuja kwa ofisi ya Jamal kuapply bike walisema inakubali. Baadaye wakishatupea bike wanasema details zinakataa tutume details zingine. Hiyo ilikuwa uwizi.
Lakini tangu tukuje kwa hiyo ofisi ya Musiria, tulipata haki wa Kenya na furahia. Musiria ni 2 term. Na ni siku zombo. Siku zombo hivi za Musiria. Sasa nafurahia juu nimeenda hapo, wamenielezea vizuri nitulie. Hata leo naenda kulala. Usingizi 444. Nilikuwa na pesa hata ya kwenda salon, naona jamani sijasonga. Si ati sina pesa. Niko na hizi kwa barabara hizi za spiral zinakimbia. Naweza kosa pesa ya kusonga wa Kenya. Lakini juu hiyo maneno ipo inanipea usingizi, nimefurahi. Na Mungu abariki sana. Wale watu wote wamesaidika. Wenzangu wote kuna wenye walisaidika. Hiyo siku kabla ya kesho yake. Natambua Musiria siku zombo. Hakuna siku nitateseka wa Kenya mtaani kama Musiria hako City Hall. Najua kwa ofisi yake nitaenda huko na najua nitapata haki. Musiria siku zombo. Musiria ni 2 term. So watu walisema ni PR. Na mfuko yako sio ienda dry. Watu walisema ati ni kipindi tunafanya hapa. Hii si kipindi, ni real. Wa Kenya hii ni real. Mimi sijui Musiria anijui, hata majina zangu za ndani asijui. Lakini kupitia kusaidia amenisaidia. Mungu ambariki. Na hata sasa nikienda nyumbani nikitembea mguu, Mungu ataniona, nitapata mtu ataniona. Unaitwa nani? Mimi naitwa Marvel Joy Atieno Oyucho, mother of 4. Mother of 4. Ndio nimesikia jina yako Atieno. Marvel Joy Atieno Oyucho, a mother of 4. 3 boys, 1 girl. May God bless you. Wewe ndio unalea watoto wako kupitia kwa biashara. Hiyo ndio nalea nao watoto. Mimi sina kazi nyingine, hiyo tu ya boda. Hiyo ndio biashara yangu. Mimi kama katibu, kazi yangu ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Nairobi wanapata haki, huyu dada akiwa mmoja wao, na usidhulumiwe ukiwa na hiyo ofisi ambayo inawasikiza. Nashukuru sana hiyo ofisi. Na kuwapatia pia nafasi ya kujieleza. Kwa sababu ukienda kwenye ofisi fulani usipate huduma, kuja kwenye hiyo ofisi, mimi nitakupa huduma. Asante sana. Mimi wish you the best. Ambia wenzako sasa wachape mboka. May God bless you. Hata niliambia ukifika kwa Moshira mpeleke soda, ni venye leo hata nilikuwa hata nimekopa pesa. Mimi niko sawa. Moshira, Mungu akubariki. Unaona hii kazi yako kukiendelea kufanya hivi na hiyo roho. Mungu ataendelea kubariki hata kama tutatoa kwa mfuko yako. Mungu atakutolea kwa mfuko ya mwenye ako nayo. Unaona Mungu mwenye akapa juu, atakutolea kwa mfuko ya mwenye ako nayo. Hata kama mimi sina. Lakini sasa hii ningekuwa nayo, ungeshtuka. Lakini the most important thing, umesaidika, uende ulea watoto wako. You are a mother of 4, you are a single mother. Now make sure Jamal hiyo pikipiki kimaliza leo nisome jina yangu venye ameni promise. Na nimeamini kupitia wale wenzangu wako Mlolongo. Wa Kenya kuna dhibitisho hapa sijawaonyesha, wako Mlolongo wanapewa pikipiki ya M2. Hiyo ni pikipiki yangu kwa Spiro, hiyo ni pikipiki yangu ya ngapi? Ya pili. Yenye nilichukua December tarehe 1. Hiyo M2. Wako hapa Mlolongo, ndio hii tuko na group, ulituambia tutengeneze group, WhatsApp group. Ndio hiyo group wanasema wako Mlolongo, na ndio hizi pikipiki wanapewa. Acha nionyeshe. Sijakuja hapa kwa Moshene ama ati ni kuongwa na Moshiria ili apate comments, hapana. Umekuja kama kuna mali Mungu anaweza mlipa, amlipe kwa niaba yetu juu sisi na kweli ni WhatsApp group, naona mko 29 members ambao mlikuwa mmekosewa hiyo wakati. Na wengine wamefurahi ndio. Na Jamal aendelea kuwa mwaminifu. Tutaendelea kufanya kazi na wewe juu mimi hiyo ndio biashara nalea nao watoto wangu. 4 kids, 4 children. Akwe mwaminifu, akwe mwaminifu, na tutaendelea kuja kwa kampuni yako na tutaenda kupromote na tutakuwa client wako forever. Ukikuwa mtu mwaminifu. Bora tu wewe Jamal ukuwe mwaminifu, wewe sio wa Huduma Credit. Tunawapenda sana lakini usiweke uongo kwa kazi. Kila mtu anatafuta. Sawa. Message ifikie Jamal. Jamal wamesema uwe mwaminifu ili uendelee kuwahudumia. Asante sana. Moshiria ndio hii wanapata pikipiki Mlolongo. Huyu ndio sugu ni Mlolongo kwa graphite. Kwa ni graphite Mlolongo. Wanapata pikipiki ya M2. Wacha nimpigie. Wewe ndiye alikuwa mkubwa ya hii. Ule mwenye alipeana namba yake. Wacha nipigie simu nisikie anasema vipi. Ndio sitawahi teseka hii. Sitawahi nyanyaswa na Mkenya mwenzangu kama Mosiri yako hai. Hiyo nimeapa. Serikali kama Moshiria bado ako hai kwa hiyo ofisi. Sitawahi nyanyaswa na Mkenya mwenzangu ama mraia mwenzangu. Asante sana. Vipi Lamek? Poa sana. Pikipiki mlisaidika ama mnateseka? Leo ndio tumeenda huko. Actually tulikuwa tumepanga tuende huko, tusipofaulu turudi kwako. So leo ndio tumeenda huko tukapata ndio wamezileta. So ndio hizi mnapewa naona.
M2. Ndio hizo. Si amerekodi vitu hapo. Nimeona picha hapa na ni madamu amenionyesha. Huyu mrembo wenu. Atieno. Marvel. Kwa hivyo mko sawa saa hizi, nijue mko sawa? Si wote. Na wacha nione vile siku itaisha, lakini si wote. Lakini saa hizi mko sawa? Kwa sasa tuko sawa. Progress inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri. Hapa aswa mlikuwa kuagiza hapo mwanzo. Najua vile uliongea. Si unaona hata amefika tu hivi akipata watu. Ukiangalia video, kuna video mwenyewe Jamali mwenyewe ametake. Amesema hebu ambia Msiria ajue hatujawaibia. So I think ataiweka kwa mtandao kama hajaiweka. Sawa, hata mimi nimefurahia kwa sababu kama Jamali amewashughulikia ni vizuri, na wala hawajahudumiwa waende wamuone, na kama hamtapata huduma mrudi hapa. Ni sawa. Sasa asante sana. Asante, kazi unafanya mheshimiwa ni nzuri. Asante. Siku zao tutam. Msiria ni tutam, Msiria ni tutam. Hizo ni miaka zingine 5 wa Kenya. Nikisema tutam ni miaka zingine 5 kwa Msiria. Si baba yangu, si boyfriend wangu, si bwana yangu, si mama yangu, si relative yangu, lakini ni tutam kwa kazi yake. Ukitaka usiambiwe tutam, fanya kazi yako kwa mwinifu na njia inastahili. Utapata tutam yenyewe kwa wananchi wenyewe. Mimi Msiria yanaita hapa nikuja, hata kujua kama nakuja. Lakini nilishout kutoka nje hata kabla niingie kwa entrance. Nilikuwa nasema Msiria ni tutam, siku zombo. Asante sana. Siku zombo Msiria. Sawa.